Vipi mkwe wangu? Niko vipi tena? Vipi? Hebu subiri kwanza, vipi mkwe wangu? Mkwe. Mke wangu, hebu nyenye tumpeleke daktari. Wewe mshike mke wako, unakaa unatoa macho ya nini hapo? Yaani unashinda kumshika mkeo hapo mpeke na. Mama, nimshike. Siwezi kuamini hili jambo umelitenda wewe. We Mama Migomba, hivi una akili kweli au umechanganyikiwa? Tulikuwa tunataka kumtoa mwanao kafara, ukaona kataa. Unasema tusogeze mbele, kila siku unatuzungusha. Leo tumempata mke wako, tunataka tumtoe, unaanza kuleta maneno. Wewe kunifokea mimi? Unakuja umevimba kabisa. Umepata wapi mamlaka wewe? Unaniwakia Kumbe. Kiukweli mimi mwenyewe nashangaa. Mkuu, mimi naombi. Mimi naona ni mapema mno. Yule binti ameolewa juzi tu. Unafikiri hapa kijijini watachukuliaje? Si utaniona mimi mwanga. Naomba nisaidie mkuu wangu. Angalau tumuongezee siku kadhaa mkuu. Ndio maana nakwambia wewe una akili. Eti watanichukuliaje, watanichukulia mwanga. Kwani wewe sio mwanga? Sawa, nimekuelewa. Nitabadilisha. Nataka upunguze huko kucheka kwako. Wewe si nimekukataza usicheke, bado unacheka. Hivyo ulivyonikataza ndio umenichekesha mkuu. Hebu niondokee hapa. Pole. Haya. Mama mwenzio bado anatapika damu muda wote, ule anatapika damu tu kila muda, hapa akikaa anatapika damu tu. Akikohoa damu. Ndio nimemletea dawa hii hapa, sasa hivi atapona. Dawa baada ya kumchemshia na mpulizia, wewe kweli mwengu. Kelele na wewe. Funga domo lako hilo. Mambo mengine hata yakuhusu. Mbona kama nimepona? Ndio umeshapona. Jiandae upike chakula cha mchana watu tule. Umepona kabisa, usikie maumivu au? Ndio, najiona niko sawa. Mama. Aha. Hata hivyo nilikuwa naenda hivi, unajua nilikuwa napita. Lakini nilikuwa na maongezi na wewe. Sawa. Leo huko dukani? Nimekaa huko maana kule hamna wateja. Haya, niambie mazungumzo. Nilikuwa nasema hivi. Kwa leo usiku tunajimwaya na ile nyama. Hapana. Bi Mgomba alikuja kuniomba ili tumuongezee muda. Kwa nini? Amesema mko wake bado ni mgeni, kwa hiyo itakuwa ni mapema mno. Na mimi nikaona ni kweli kwa sababu kaolewa juzi tu. Kaona haina shida, tumvutie muda. Kwa saizi. Salama, vipi baba? Safi kabisa. Ona mnapiga story. Your husband is here. Never mind. We will meet tonight to end our conversation. Don't forget about your sacrifice. The time is gone, and you know that. As I told you, we discuss later. Have a good day. Mke wangu. Hiki si Kiingereza hichi?
Amenitia gizani kwa kweli. Kwa hiyo huyu mama naye amejifundisha Kiingereza? Anakiongea. Sema mimi najivunia kuwa na wewe mke wangu. Wewe unakitwanga Kiingereza. Ila inabidi na wewe ujifunze. Hiyo pointi. Hiyo pointi. Maana kama pata mngo mnanisema mimi nilikuwa sijui chochote Kabisa. Kuna kila sababu ya kujifundisha Kiingereza jamani. Kabisa. Kwa hiyo unaendeleaje mke wangu? Yaani mume wangu hawezi amini. Mama alivyoniletea tu ile dawa, yaani damu imekata, niko vizuri kabisa. Mama yangu ankupenda mama yangu, ndio maana anakujali. Ndio maana amekupa dawa mama yangu akupenda. Alafu mume wangu, vipi ile swala tulilojadili kuhusu kuhama? Maana hata tukumaliza ghafla mama kaingia. Mimi hapa nalifikiria bado. Hivi unajua kwa nini nakwambia tuhame hapa nyumbani? Umeona hawa mama zetu waliozaliwa miaka 70 hao. Wameshazoea wenzetu kwenye ndoa zao wanaamka saa 10 mpaka saa 11. Wakiamka hapo watafanya usafi, watapika chai, watawaandalia baba zetu maji chooni wakaoge. Zile zilikuwa ni zama zao. Na hizi ni zama zetu. Na zama zetu hizi zina tamaduni zetu. Na tamaduni zenyewe sasa ni mitandao ya kijamii. Binti wa sasa hivi akiamka anachukua simu yake kuanza kupekua sasa Instagram, TikTok, ambapo ni tofauti na binti wa zama hizo ambaye alikuwa akiamka anaanza kufagia uwanja. Na hii inatokana tunatofautiana zama. Yeye mama kwa zama zake ataniona mimi kama nakosea, ila hata yeye angezaliwa zama hizi angefanya kama mimi ninavyofanya. Hivyo sasa kwa kufanya hivyo, yeye ataniona kama mimi sio mke sahihi kwako, lakini wewe utaniona mimi ni sahihi kwa sababu ni wa zama hizi mwenzangu. Unaweza wewe ukanunulia mimi cheni mkeo kwa mapenzi. Nikivaa mama akiona atasema mwanangu sasa hivi tangu waoi mapenzi yote kaamisha kwa mkewe. Lakini kumbe ni tofauti. Ndoa nyingi huwa zinakufa mwanaume anapomshirikisha mamake kwenye kila kitu kwenye ndoa yake. Na mimi sitaki ndoa yangu ife mume wangu. Ndio maana nakushauri tuhame. Sio kwamba mimi sitaki tukae hapa na familia, hapana. Nakushauri hivi kwa sababu ya maslahi mapana ya ndoa yetu. Mimi nimekuelewa. Ndatafuta chumba tuhame. Nitatafuta hata kesho. Wewe tena asubuhi unatoka wapi? Nilikuwa natafuta nyumba. Nyumba? Tumekubaliana mimi na mke wangu tuhame, tutafute nyumba tukapange. We mpuuzi nini? Sasa nataka kupande kichwani. Upange humu ndani chumba huna. Sasa nisikilize kwa makini. Huyu asitaki kukutawala, umenielewa Ukapange nini? Sasa hivi utaki kusikiliza ushauri wangu na msikiliza huyu mjinga mkubwa huyu. Wewe. Lakini si tumeona kama watu wazima tunahitaji majukumu. Ndio tukaona kwa sababu ana ndoa tumeoana. Basi watu tukapange hadi tuishi maisha yetu tuanze. Usitaki kuniambia huo upuuzi wewe. Ukapange mimi uniachana nani hapa nyumbani? Akati nishakuzoea mimi. Basi nimekuelewa, nitaambia mama akasema tusipange tukae hapa. Ake ni mwambia yeye kuelewa. Mimi naondoka. Hii mboga vipi? Mbona majani mengi yametoboka? Italika kweli jamani? Sasa hivi jua kali bibi. Mboga zinatoboka tu, mboga zinaharibika. Kwa kweli hata nashindwa kuichambua. My Majesty. Una jambo la muhimu sana ambalo linaweza likakufanya kuongea Kiingereza? Yes. I've been hearing some rumors that Mama Migomba has once again moved up the date of her sacrifice. Why is it? And she always come up with excuses. Will the rest of us, we do it on time? My Majesty, don't turn blind eyes to this.
I got you. I'm gonna consider about that. Thank you. Use the authority you have. And I hope you will take action to this. We bibi, kumbe unajua kuongea Kiingereza mwenzetu. Na mimi utanifundisha, maana hata nikipata bwana mzungu hapa Kiingereza sijue. Lakini afadhali hivyo wewe unajua, utanifundisha. Umeambiwa hiki ni kwa ajili yako. Hiki ni kwa ajili ya watu wachache tu na ukome. Tenda mambo makubwa tu. Aibu na kuhamia. Bamteo. Hilo jina gani? Mwanangu anaitwa Hamisi. Jina ambalo anaita mtaani watu wapuzi naona alikariri, unalimuita mtoto hilo. Sasa ndo nini? Kwani wangapi mitaani mtu ana jina lake la kuzaliwa na akapewa na enzia majina la utani na likatumika? Hamisi, naomba unisikilize. Sawa. Mwanangu anaitwa Hamisi, sio Mtelu. Mtelu uliishie huko. Mimi sitaki hapa. Bona matatizo wewe. Sasa hizi wazee wangu. Safi, habari? Namshukuru Mungu bwana. Vipi hali? Afika hivi. Huyu Mtelu nimemkuta? Hapana, hamna kijana anaitwa Mtelu hapa. Sawa, huyu kijana wenu anaitwa Hamisi. Sawa basi hivyo mimi namfahamu kama Mtelu. Yupo. Sasa wazee wangu, huyu kijana wenu alinifuata. Akanambia anataka chumba. Nikamtafutia chumba kizuri, kina umeme, kina maji masaa 24, lakini kila nikimpigia simu okoti. Sasa sijui inakuaje hapa. We Mtelu! Mtelu! Hebu njoo hapa. Mpuzi wewe. Nilikuwa naenda kunya mama. Wewe nilikwambiaje kuhusu dalali? Mimi kunambia kuhusu huyo, mimi uliniambia tu nisifuatie tena swala la chumba. Na mimi nichokifanya wao kwa kunipigia simu nisipokee nikana mvimbia. Kwa sababu mimi simo ndio mtaa ndo Mtelu wao, ndo nikawa simpokee simu. Baba, iko chumba yeye basi. Haitaji tena chumba. Mama, mbona kirahisi hivyo? Hivi unajua mimi nimehangaika panda shuka namtafutia bwana chumba afu ananiambia chumba hataki tena? Haiwezekani mama, nataka hela yangu. Sasa kwani yeye ana shida ya chumba bwana? Nyumba hii hapa anayo. Tatizo liko wapi? Hamisi. Mbona mtu tukafanya jambo la maana, kwa nini unamkataza? Na wewe kelele, usitaki kunipata kichwani hapa. Wewe vipi? Baba nenda. Sasa mama nisikilize. Mimi hata service charge hajanipa bwana. Nataka anipe hata service charge na mimi niondoke. Wewe unaweza kufanya kazi kama hiyo? Baba nimekwambia ondoka. Tusitaki tujaziane watu hapa, ondoka. Kijana wangu. Samahani bwana. Tutaonana mimi na wewe. Yaani mzee, mimi nimekusikiliza wewe tu. Ila la sivyo, huyu kijana wenu mimi ningeondoka nayo. Ukaje ndaeka, sasa uondoke na mimi uende na mimi wapi? Nenda. Mimi naenda. Nenda. Kona mimi nibaki au niende? Hebu toka hapa. Jinga nini? Unataka ukazungumze naye nini? Sasa hapo ubaya uko wapi? Sasa ukimpelekea hela utapambana na mimi. Tutakuja kupigana hapa. Kila mtu atatushangaa. Mamisi unavyofanya sio vizuri. Bwana nenda uko sitaki kunipata kichwani hapa. Sio vizuri. Vizuri vipi unavyojua wewe? Mwangalie vile. Leta ujinga wako hapa mimi. Mwanangu apangi kokote. Atakufia hapa na nitamzika hapa. Msiletee mambo yenu hapa. Nikachovia viwalo vyangu kama unavyojua. Shoga faje. Kwanza chini kwanza ndio. Chukua bajaji. We, sina yule bi harusi. Ngoja. We, unaenda? Zuchu, dada. Samani kwa kukusimamisha. Juzi nilivyokuja kwenu kuna kitu nitaka kukwambia. Lakini baada ya kumwona mamako mkwe, kabidi tu nibadilishe maamuzi. Lakini si nilimwambia kuletea hela, kwa hoja kuletea. Nilikuwa nataka hela basi. Nilivyoangalia tu pembeni hivi, nikamwona mamako mkwe. Ndio maana nilizuga kwamba nahitaji hela mchezo. Naomba nikueleze kitu kuhusu mamako mkwe. Kitu gani? Mamako mkwe ni mchawi.